Mwenzetu, mbona umependeza asubuhi asubuhi? Unaelekea wapi? Naelekea kazini. Kazini? Lini umepata kazi na wewe? Hata hatuambiani jamani. Kumbe mndani jobless nimebaki peke yangu hata sijui. Itakuwa mimi mwanzo siku hizi nafanya kazi mbona. Tokea jana. Bora yako, si unitafutie na mimi kazi kwa jamani Zai. Au ndo mnataka mwe boss lady wenyewe jamani? Mimi mwenyewe nimetafutiwa. Wewe mwenyewe shuhuda, uliona nilivyokuwa nahangaika hapa kutafuta kazi. Ndio hivyo katokea mtu kanitafutia, ndio nimeanza. Sio ng'ombe mke mkubwa kutafutie. Huyo Limbukeni, sitaki hata kumsikia. Yaani siku hizi anadharau vipi, hata kusalimia salimii. Akiamka asubuhi huyo, kurudi jioni na kuingia chumbani kwake kimya. Jamani, pata pesa tujue tabia yako. Yule mwanamke na amejua kubadilika. Unaniambia mimi wakati najua kila kitu. Yaani huwezi amini, mke mkubwa eti ndiye alikuwa rafiki yangu. Jamani, hakuna urafiki kwenye ukewenza. Alivyonibadilikia na dharau. Kwanza tu jana alivyoniona natoka hapo naenda kuanza hiyo kazi. Kaniambia tunaenda kudanga. Hivi unaweza kaamini? Yule mwanamke anajikuta nani? Kinachomfanya jiamini vile sijui ni nini jamani. Tuachane nayo, maana huyo Limbukeni tukianza kumuongelea hata hatumalizi. Mwenzangu nina shida, yaani nina magumu, nisaidie hata 2,000. Mwanahamisi wewe. Kazi ndo kwanza nimeanza jana. Hiyo 2,000 naitoa? Kwanza mbona nasikia kama kuna mtu anagonga huko? Kengele ya geti kubwa hiyo. Yaani mke mkubwa hata sijui yuko wapi. Siangeenda kuangalia ni nani. Au nenda basi, mimi namalizia hapa mara moja. Karibu. Mume wako nimemkuta. Yumo ndani nikakuitie? Ndio. Nakusikiliza. Mr. Musa, sio? Una masaa 24 kuanzia sasa uachie nyumba. Hii nyumba itakuwa mali ya benki kwa sababu umeshindwa kulipa mkopo wako. Natumaini umenielewa. Naenda. Mungu wangu. Ulikuwa unaongea na nani wewe? Mke wangu, naomba kwanza ukae. Mka kwanza tuongee. Kuna nini? Mbona kwa hivyo wewe? Mke wangu, tunaenda kuumbuka mama. Tunaenda kuumbuka mke wangu. Yaani nimepewa masaa 24 tu. Tumeshaondoka ndani ya nyumba. Mke wangu, fanya kitu basi, fanya jambo mke wangu. Unasemaje? Unataka kuniambia walikuwa watu wa benki? Mungu wangu, utafanyaje sasa mume wangu jamani? Ina maana yaani sasa siamini. Mke wangu, fanya jambo lolote. Ina maana hauna hata akiba zako huko tupunguze deni. Sina chochote mume wangu. Yaani sina chochote. Mungu wangu. Wewe, umekuja kukaa tena jamani. Mimi na haraka. Unakaa tena chumbani kwangu, nataka nifunge na chumba kabisa hiki. Nawahi kazini. Hebu nyanyuka hapo. Una nini lakini Mwanahamisi? Kwanza kwani nani huko alikuwa anatusumbua asubuhi yote hii? Watu wa benki wamekuja. Yule dada wa benki alikuja siku zile, amerudi tena. Nimemwacha na mume wako kwa sebuleni. Sijui anaongea naye nini mama. Yaani unajua nimeishiwa nguvu. Siwezi hata kusimama hapa. Jamani, kuna nini hapa? Tumepewa masaa 24 tutoke ndani ya nyumba. Mungu wangu. Tunaenda kuumbuka jamani. Ndio hivyo, na tunaenda kuumbuka kweli yani. Mke mkubwa, lakini kumbuka mara ya kwanza ulisema kwamba utatafuta pesa kwa ajili ya kukomboa nyumba. Kwani hujafanikiwa tu? Nikuulize wewe, una shilingi ngapi? Mimi sina kitu mke mkubwa. Ukizingatia ni jana tu nimeanza kazi. Sasa nitapata wapi pesa? Hata mimi mwenyewe sina kitu.
kazi zimekuwa ngumu, mshahara wenyewe hatupei kwa wakati. Kwa hiyo yani mambo ni magumu kwa kweli. Hapa inabidi tu kila mtu atafute pa kwenda, maana hamna namna sasa. Vipi kuhusu hatima yangu mzee? Mimi nitaenda wapi sasa? Hivi kweli Mwanahamisi, hilo ni swali la kuniuliza mimi sasa hivi? Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Akili yangu ipo sawa kabisa na wala sijui nitaelekea wapi. Sawa. Utakapoelekea na mimi naelekea huko huko, mimi ni mke wako. Samahani Mwanahamisi, naomba uniache. Niambie. Yaani unanifanya mpaka nashindwa kutulia ofisini kwangu. Nikwambie nini? Watu wa benki wamekuja leo na ametoa masaa 24 tu tumeshaondoka pale ndani. Yaani mpaka kesho asubuhi kila mtu ameshaondoka kwenye ile nyumba. Kweli we kiboko. Yaani nilivyo na furaha hata sijui nikalee wapi leo. Nimefanikiwa kwa kila kitu. Sasa hivi kila kitu kipo mikononi mwangu. Hadi mzee Musa mwenyewe po mikononi mwangu. Ataenda wapi yule? Atanifuata nyumbani kwetu. Ndio nilikuwa nakitaka siku zote. Awe wangu peke yangu. Unataka kuniambia utaondoka naye pale? Yaani utamkaribisha nyumbani kwenu? We tulia, mpango uko vizuri kabisa. Utajionea hii sinema inavyoenda. We kiboko. Wewe kuna nini? Dada, uwezi amini watu wa benki wamekuja kuchukua ile nyumba. Yaani kwa kifupi, kwa sasa hivi hatuna tena makazi. Sasa mimi nitashangaa nini hapo wakati ulianza kuniambia kuanzia mwanzo kwamba nyumba ipo chini ya mkopo? Sina la kushangaa. Kwa hiyo umejipangaje? Dada, nilikuwa naomba tu nje nikae kwako mpaka pale mume wangu atakapopata makazi. Sasa dada, unacheka nini? Na kucheka na upumbavu wako. Mpaka sasa hivi unawaza kwamba mume wako anaweza kukupa makazi wewe. Lakini dada, hapa nilipo mwenyewe nina mawazo, unazidi kuniongezea mawazo. Msichana, nenda kachukue nguo zako. Uendelee na maisha yako. Hakuna tena maisha pale. Hakuna tena ndoa. We vipi wewe? Mbona unakuwa kinganga namna hiyo? Mbona mimi dada yako sio mpuuzi namna hiyo? Tumia akili bwana. Unaniuzi sasa hivi. Lakini dada, hakuna cha lakini hapa. Nenda kachukue nguo zako. Kama utahamia nyumbani ni sawa. Utakapoenda kokote kule ni sawa. Badilika bwana. Sawa dada, nimekuelewa. Wewe leo umerudi? Makubwa. Nimerudi. Mamako yupo? Yaani wewe ulivyoondokaga hapa kwa madharau Mwanahamisi, leo namuulizia mama wani? Haya, yupo ndani. Wewe naomba uondoke kwangu. Hondoka kwangu. Shangazi, usinifanyie hivyo, sina pa kwenda mwenzio. Mimi sio shangazi yako. Naomba uondoke kwangu. Sikutaki Mwanahamisi. Shangazi, nipo chini ya miguu yako. Sina pa kwenda. Sasa hivi usiku umeshaanza kuingia. Basi naomba nilale hapa leo. Nitaondoka kesho. Hivi wewe umesahau kiburi chako? Umesahau dharau ambazo ulizoondoka nazo hapa? Na matusi juu kwamba mimi nilikuwa nakunyanyasa. Umesahau? Kiko wapi? Umeenda mjini humo na kuolewa kimya kimya. Sisi tunasikia tu taarifa. Hivi unafikiri naweza kukusamehe kweli?